Indépendance, chacha, tozumiye. Okipwanza, chacha, tubakidi. Otableron. Jambo mpenzi mtazamaji wa Butunde TV Online. Matumaini yangu ni kwamba uko kabisa mzima wa afya, na muda kama na huu utaweza kupata mahojiano ambayo tutaweza kupitisha naye mzalendo Machozi ya Samaki. Ni Ferdinand Menga Fredi, na mara moja tunaingia katika mahojiano. Ndugu Machozi ya Samaki, jambo. Jambo sana bwana mtangazaji. Labda unaweza jitambulisha tena kwa mtazamaji wetu? Sawa, mimi naitwa Komanda Machozi ya Samaki. Sana. Na ndugu Machozi ya Samaki, ninyi ni jeshi la akiba, na lengo lenu ni nini haswa? Sawa ndugu mtangazaji, lengo letu wazalendo wote katika Kongo mzima ni kukataa kwanza nchi yetu kugabuliwa bila idhini ya wenye nchi, yani raia. Asante sana. Na ndugu Machozi ya Raia, umoja ni nguvu, katika lugha la Kiswahili wao wanasema hivyo. Lakini tukiangalia miongoni mwa wazalendo muna vikundi vingi sana. Labda vile vikundi havileti vurugu? Mimi nadhani vikundi vile havileti vurugu. Havileti vurugu kwa sababu gani? Leo hii tukichunguza vizuri, tuko na Twirwaneho, ni kikundi kile cha maadui wa Kongo. Tuko na Red Tabara, ni kikundi kile. Tuko na Ngumino, ni kikundi. Tuko na Androide, ni kikundi. Lakini vikundi vyote hivi viliunganishwa kwa pamoja kuwa kikundi hiki kimoja. Kwa hiyo maelekezo yote yale yanatoka kule kungazi ya juu. Maana ni kusema kuko coordination yenye na coordonner bazalendo bote. Hivi yote vikundi viko enklimu kikundi kimoja. Kuko koalisio moja yenye inaongoza wazalendo wote. Hata kama unaweza kuta kikundi hapa, kikundi pale, ile yote ni katika hali ya kudhibiti usalama. Zamani wazalendo walikuwa wakiishi porini, lakini siku hizi kumekuwa na mabadiliko kidogo, wamekuwa barabarani, na hivyo kuna hata makamba wanatia ili kutoza mali. Na labda kuna hofu hizo hela ambazo wanazopata huko kwenye makamba ziwafanye wasahau kabisa lengo lao. Sijui naongelea nini kuhusu hilo? Mimi nadhani wazalendo waliishi porini, hiyo ni kweli, kwa sababu walikuwa na shida na serikali iliyopita ya Bwana Joseph Kabila, ndio alikuwa na wawinda. Na baada ya rais wetu mheshimiwa Tshisekedi kuona hapana, sisi wote ni watoto wa nchi na tunafaa kupigania nchi, akaruhusu wazalendo washuke wakae barabarani. Sasa kwa habari ya kamba, labda nieleze hiki, hakuna mtu analazimishwa kutosa pesa, hapana. Lakini tunaomba zile pesa kidogo kidogo, 500 sigareti 3 tu. Ndugu mtangazaji, sigareti hizi 3 ni kwa sababu ya sisi hatupati mshahara, lakini tumetoa damu zetu. Wazalendo wengi wameshakufa kwa ajili ya nchi, hawalipwi na mtu. Sasa ile 500 ambapo raia inatuachia hapa, inatufanya kununua chakula kwa ajili ya hawa vijana ambao wametoa damu yao kwa ajili ya kutetea nchi. Hiyo ndio sababu hizo kamba. Haimaanishi kwamba hizo kamba kutatoka utajiri, kutatoka kitu gani, hapana. Na raia waelewe kwamba kama hizi kamba hizi zitatoka barabarani, kuna madhara makubwa. Kwa sababu gani? Askari wanzie wapi kule Talama kule, upande wende hivi ukuje Nyange upande, kuna silaha nyingi ambazo zimo mikononi mwa vijana. Sasa zile silaha bado hazijakusanywa kwenda kwenye serikali kuu. Wakati hizi kamba zitakufa, wale vijana watageuka wezi, wataanza iba, wataanza kupora, na ile itakuwa inahatarisha usalama wa nchi na usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo hizi kamba sifikirii kama raia wanaweza lalamika kwa sababu zinachukua nini usalama. Kama juzi tulisikia pale
Katongo pale, kutoka Kabumbi pale, watu waliporwa kwa sababu hakuna askari iko pale. Lakini kama hivi unavyoona askari wapo barabara yote, nadhani kuna usalama, hamjasikia fasi fulani pameporwa. Na ndio kazi tunafanya, na tunasubiri amri kutoka kwa viongozi. Vijana wetu tunawatuma, wanaitwa na kiongozi kule General Uliame Mukuye, banaenda banarudia, banaenda banarudia. Ile yote ni kazi inafanywa na wazalendo. Asante sana. Na ndugu mzalendo Machozi ya Raia, nashukuru sana Radio Buchunde, nashukuru sana kwa mahojiano haya, na tunaomba raia